familia zetu na kwenye ukoo walikuwa na taratibu zao. Ukioa mke kama hivi, mmeoana, mtoto wa kwanza akizaliwa lazima umpeleke kwa wazee wakamuite jina. Ukishaokoka kataa hicho kitu. Na usipopeleka wanasema maneno ya kulaani na nini. Ole wako upeleke mtoto, umeenda kumungamanisha kwenye madhabahu zao, kwenye ibada zao. Maisha na shida uliyokuwa unaipitia wewe ukiwa mtoto, ndivyo atakayoipitia yule mtoto. Kwa sababu ijapokuwa wanasema hawaendi kumtambikia wala kumpeleka kwenye madhabahu, lakini wakimshika, hata wakija tu kusalimia, wakishika yule mtoto lazima waanze kusema maneno. Yule mtoto tayari wanamungamanisha kwenye madhabahu za kifamilia. Wengine wanataka mtoto akikatika kitovu umpe bibi, si mama yako abebe. Wanaenda kufanyia nini? Na wana kibuyu wameweka hapo, wanaenda kudumbukiza mule vile vitovu. Ukimpa mtoto wako umeshamaliza, atakuwa na tabia zile zile, kwa sababu lengo la kuchukua vitovu sijui nywele wakatuze, ili yule mtoto akue akifanania na familia ile. Kama wanakataa shule, na yeye hivyo hivyo. Ni kama wanabeba mimba wakiwa nyumbani, akikuwa hayo. Akishaokoka, mtoto yupo katika ukoo wa Kristo peke yake. Kuna taratibu za kujenga makaburi. Walokole wengi bado wanajichanganya. Mimi nilishakataa. Wanajichanga, tunajenga makaburi ya ukoo, wanajikusanya. Alafu wananunua na pombe zao, wanafanya nini? Wewe kama unataka kujenga ni la mzee wako, jengaga mwenyewe ukiwa peke yako, bila masharti, bila ibada zile. Ukishajiungamanisha tu. Kuna magonjwa ambayo yameanza kiukoo. Yale magonjwa ndiyo yanayokutesa mpaka leo. Na yale hata ukija kuombewa hapa, usipoacha zile taratibu za